Nguvu ya mapenzi. Nguvu ya mapenzi. Nguvu ya mapenzi. Na afadhali nimekuona ndio. Naambia baba pako. Huu mguu huu namtafuta Alfa. Alfa amezidi. Kuna tatizo kwani? Wewe hujui? Nataka kuniambia mpaka sasa hivi anafuatilia binti yako. Alfa binti yangu ni huyu. Huyu ndio namfahamu. Anaharibu. Juzi tukakutana kule nikamtimua na panga kaniacha. Alikuwa anajua ananichekesha baba pako. Anakimbia, anajua kukimbia yule. Ila nikimkamata naua. Baba, samani, nimesikia unaitwa baba, ila mimi na wewe hatufahamiani. Kweli hatufahamiani. Mimi ni kijana wa mzee Kapilipili pale chini pale bondeni. Yule mzee yule. Ndio. Okay. Naitwa Son. Kama ushawahi kunisikia, ni kijana wake wa pili. Nipo shule. Chuo na taarifa zako ninazo. Yes, ndio mimi ninazo. Nimerudi likizo mzee wangu. Na niko na rafiki yangu hapa. Nimesikia mazungumzo yenu japo sio sana kivile. Ila nikushauri kitu ndugu yangu. Sawa. Kuna kauli hapo umeiongea hadi mimi binafsi umenishtua. Yaani swala kuua hilo swala lingine. Si unaelewa? Unasikia? Yaani unajua uchungu wa mtoto lakini. Uchungu wa mtoto unajua. Yule mtoto mama yake amefariki. Nimebakiza huyu. Ndio tegemeo langu mimi. Lakini kijana nimeshampata na kumkanya hata kunielewa. Hata kunielewa kabisa. Nimeshamkataza kama mara ngapi hata kunielewa. Sasa yule kijana nisipomtoa shingo utampata mkono. Mzee, naomba nielewe. Sawa? Ndio. Mimi ni kijana mstaarabu, ni kijana muelewa pia. Sawa. Kama utakuwa muelewa kanisikiliza, bila shaka itakuwa ni njia sahihi kwako. Ila kama utanielewa na ukachukua hayo maamuzi, kumbuka kuna sheria. Ndio. Sawa. Na unaambiwa kwamba serikali ina mkono mrefu. Unaweza ukafanya hivyo ila kwa baadaye ukaja kujutia kwa nini nilifanya hivyo. Ila mambo yasiwe mengi kwa sababu ya muda. Umeona? Nikushauri tu ndugu yangu. Si ndio? Ikitokea huyo Alfa anawaribu binti yako. Yaani iko hivi kaka Soni. Iko hivi. Yaani huyu ana binti yake. Sasa huyo binti kuna dogo fulani hivi anaitwa Alfa. Anafuatilia sana binti yake. Na huyu kwa mazungumzo yake na Yesu umemsikia. Anasema kwamba ndio tegemezi lake pekee. Yeye anachotaka na anachokilinda kwa yule binti asiharibikiwe akiwa bado nini? Mdogo, na ndio tegemezi lake kwa sasa. Hata huyo kijana Alfa anavyozidi kumfuatilia binti yake, na unajua wasichana na wao nadanganyika kwa vitu vidogo vidogo. Naweza kupelekea hadi kumpotosha binti yake na kuingia katika njia ambazo sio nini, sio sahihi. Alafu ndio kijana ameshazoea. Sio binti yangu tu. Sawa mzee. Jisikilize hapo, naomba unielewe pia. Bwana, unajua hilo swala kusema ulifanya wewe kama wewe itakuwa vigumu sana. Na ukisema sio unaua, unajua kuua ni kitendo cha dakika moja tu. Mtu anapanga lako kukupitisha umeua. Lakini kwa baadaye utapitia mtoto mkubwa sana kwenye maisha yako. Yaani hadi utawaza kwa watu usifanya vile. Kwani huyo kijana ushapata nafasi ya kuongea naye? Mimi nimeshaongea naye, nafasi shaipata ndio. Lakini huyo kijana hanielewi, nishamkataza mara mbili hata kunielewa. Na vipi wewe unaona wewe binti yako kwa nyumbani huyo unaomsemea ndio Pam? Ndio, huyo Pam ndo mwanangu. Huyo binti kwani ni mkubwa au ni mdogo? Yaani bado sio kwamba ni mdogo, sio kwamba ni mkubwa sana, ni wakati, lakini bado hajafikia umri wa kuolewa. Lakini kwako wewe mzazi unaona kwamba sio jambo sahihi la kukaa na wanaume? Bado. Sasa mzee, naomba kwanza tushapumzi afu nielewe hiki hapa ninachokuambia kwa muda huu. Sawa. Mzee wangu, naomba nisikilize vizuri sana hapo, naomba unielewe. Nakusikiliza sana. Naona hayo mambo tu yaache. Unajua bwana, sometimes hata vijana sawa, unaweza kuona labda wana ukaribu kaisi maybe kuna mahusiano, lakini sidhani kama kuna kitu kama hicho. Ila ninachokushauri mimi kama mimi, ungejaribu tu labda kuongea na binti yako. Sawa? Ukaongea naye vizuri, ukamsikiliza. Na ikitokea ukajua kwamba wana mahusiano, ukaongea naye binti yako kila kitu kwa kwamba kuna mahusiano yanaendelea baina yao wawili. Chukua tena nafasi, ongea na kijana. Mwambie kwamba kijana, bana mimi binti yangu nimeongea naye hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo na wewe fanya hivi na hivi na hivi.
Kwa mfano ulio hai, unaweza kuongea na binti yako kumwambia baba, mimi sasa hivi tayari nipo kwenye mahusiano naye, hata ufanyeje sipo tayari kuachana naye. Ndio. Lakini uweze kuongea naye tena akamwambia mimi baba, yule kijana baba mimi simpendi, simuhitaji wala sipo kwenye mahusiano naye, hapo tayari inakuwa mwanga mzuri wa kuchukua hatua. Kwa mfano ukiona ni binti yako ni hampendi kijana, alafu kijana bado anamsumbua sana binti yako, unaweza kutumia njia ya kuongea na kijana kwamba naomba acha ukaribu au acha mazoea na binti yangu, kwa sababu binti yangu ni hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kuanzia leo sitaki kuona ukaribu na binti yangu. Basi. Au kitokea binti yako ni kweli ameridhia kwamba anampenda na anamhitaji, unaweza kutumia njia ya kuongea na huyo kijana kwamba binti yangu nimeongea naye, ameridhia, anakuhitaji na anakupenda. Je, utaweza kuishi naye? Maana mimi sitaki kumchezee. Kama utamuoa, mimi nipo tayari hata leo au kesho. Kama ni ndoa nitawafungisha. Lakini swala la kusema kwamba anakupenda na unampenda afu mchezea ni sitaki. Ndio baba Pamu, hiyo inaweza kupendeza zaidi. Kidogo ulichoniambia wewe kijana. Nimekuelewa. Ila ngoja nikafikirie. Wewe nikafikirie. Wewe kaongea na binti yangu. Fanya hivyo mzee. Nikaongea na binti yangu nimsikiza nasemaje. Hiyo inaweza kupendeza maamuzi. Wewe cha msingi tuliza pressure. Pata kama ushauri bwana Soni alivyokuelekeza. Unaona inaweza kupendeza zaidi. Kidogo nimeelewa. Bani. Sababu ya muda na ukizingatia mimi nimeagizwa kwa hivi na baba. Naona mzee, si tunaelekea hivi, sio ndo njia yako na wewe. Mimi nilikuwa namtafuta Alfa. Mimi ngoja nielekee tu huku nikaangalie mbuzi zangu nyumbani. Haina shida mzee wangu. Basi tutawasiliana. Wewe kwa hamna shida baba. Haya, pamoja sana. Haya, nashukuru sana kwa sababu mzee wangu. Wewe kijana huyu. Afadhali nimekuona hapo. Ni unasakwa, unatafutwa. Unajua kutafutwa? Umeisha, unasakwa vibaya mno. Na nani? Baba Pamu ndugu yangu. Baba Pamu kumbe, baba mkwe wangu yule. Baba mkwe? Baba mkwe pisi sana yule. Au sio umetoa mahali kule? Bado lakini na mpango kabisa yani. Anakushauri achana na binti yake. Si yule binti siwezi kumwacha. Unajua maana kumuelewa. Na muelewa sio muda ndugu yangu. Nimeshana naye hapo chini. Anashari na wewe. Si yani wewe pisi sana. Sasa ngoja nimkute huko. Wewe hata usijali kabisa. Mimi ngoja nimfuate. Ndugu yangu. Usijali kabisa yani. Heri kabisa. Au sio? Okay poa. Haina noma. Ile nakushauri mwanangu kuwa makini. Na wewe usijali. Kuwa makini na njia zako. Usijali kabisa, mimi ngoja nimkute huko nimalizane naye. Okay poa, hamna shida. Bwana nifike hapa mbele kidogo. Haina noma. Sikilizi wazazi, ndugu na ndugu, furu ugomvi, jamii kupoteza nguvu kazi, sababu ya Pamela mwanangu. Pamela. Abe baba. Ndio na mazungumzo na wewe. Sawa naja. Watoto hawasikilizi wazazi. Mwanangu, nimekuita na mazungumzo na wewe. Nilikuwa nataka nichukue maamuzi magumu juu ya Alfa, lakini maana nikuite kwanza nikusikilize unasemaje mwanangu. Baba, kwanza nikuombe samahani kwa sababu kipindi nakutana na wewe kijana sikukwambia kama nimekutana naye, lakini mimi nilikutana naye. Nilipokutana naye nikamwona ni kijana, mtu mpole sana, mtu mzuri. Sawa. Nikampenda, akanipenda.
Kwa hiyo unampenda kabisa kutoka moyoni mwanangu? Nampenda sana. Kama umempenda yule kijana, mbona hili swali nisifanye kuwa gumu, nilifanye kuwa jepesi kabisa, ila sitaki kwa mnakutania kwenye migomba. Nataka aje hapa nyumbani, kama ni barua alete, mambo mengine yaendelee. Kama umeshamchunguza kwa makini na wewe ni mtu mkubwa unajielewa, nimekubali utaolewa na yeye, ila apate utaratibu, aje hapa nyumbani. Sio kutania kule kwenye migomba, sio vizuri mwanangu, utaniaibisha. Nataka uniheshimishe mwanangu. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Tazungumza naye. Sawa mwanangu. Kwa ndo hivyo, kaniandalie kamsosi. Naona kaagiza kanaingia mwanangu kama kawaida yangu. Sawa baba. Mimi napenda kula. Baba yake anapenda msosi. Mambo ya shamba kesho asubuhi. Nakujua vizuri. Mwanangu bwana. Habari kijana. Nzuri mzee, shikamoo. Mimi nimemwagiza kijana akapilipili akuite na mazungumzo na wewe. Kijana nimemuona na mimi ndio maana nimeitikia wito mzee wangu. Mimi nataka nikuulize, una malengo gani na binti yangu? Maana amekuganda sana. Amekuganda sana, namwambia binti yangu hataki kunielewa. Sasa nimeona isiwe vita ya panzi na kunguru. Ndio. Sawa? Ndio. Nimeona nikuite hapa nikuulize una jambo gani juu ya binti yangu? Bwana mzee wangu, mimi nikutoe hofu. Nikutoe hofu kabisa, binti yako sina malengo mabaya na yeye. Binti yako ni msichana ambaye ametulia. Na kwanza mzee, nikupe hongera zako kwa sababu ule mtoto umemlea katika maadili. Na ninampenda sana. Natamani kuwa naye katika maisha. Na nilikuwa nimeshakaa nikaongea naye tukajadili swala. Na siku zilikuwa sio nyingi, barua ilikuwa inakuja, mshenga alikuwa analeta. Ila kwa sababu ya hizi kurupushani tunakurupuana huko mtaani, yani kwa nimesitisha kidogo kwa sababu nilikuwa naona kama unataka kuliwekea ugumu hili swala. Ila kwa sababu umeniita, tumekaa tumejadili hili swala, siku sio nyingi na mtuma mshenga anakuja. Sina malengo mabaya na yeye. Maana vijana wengi wa siku hizi wanaharibu mabinti na kuwatelekeza vitu kama hivyo, kwa sababu wewe ni kwanza kuona nyumbani kwangu kuja kuongea, maana hivi ya mitaani mimi sivielewi. Unaona, ukizingatia yule mwanangu ni mmoja, kwa lazima niwe mkali. Nataka mwanangu aniheshimishe. Mimi wewe fuata utaratibu. Mshenga aje na barua, ndio mambo mengine yaendelee. Mimi nimeona mambo ya ugomvi hayana maana. Ndio. Nashukuru mzee wangu kwa hili. Sawa. Ngoja nikuache nikaangalie kwa makazi. Haina shida mzee wangu. Haya mwana. Haina shida.